kabisa kaka. Wadau wengi wako na comment bwana, huyu jamaa anajua sana wachezaji, kwani Simba wasimvute? Ndio hivyo. Mimi sasa hivi nashukuru nipo kwenye platform kubwa na nimeridhika na ninafurahi sana kufanya kazi TV3 of course, kwa hiyo na enjoy. Watafurahi tu kwa sababu nitakuwa ninawapa madini nikiwa hapa. Sawa, tutazame mchezo wa jana wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Wakamikate Azam FC. Ilionekana ni mechi yenye ushindani, mechi yenye attention, mechi ambayo inakwenda pia kutoa taswira kuelekea kwenye kilele cha ubingwa, kwa sababu wenyewe kwa wenyewe wakivutana mwisho wa siku wanakwenda kutai, ndio wanakwenda kuwa bingwa. Mchezo kiujumla, tukiachilia mbali matukio ya uwanjani, uliutazama vipi? Kile ambacho kimeamuliwa na dakika 90 ulikitegemea? Unajua, of course mimi ni miongoni mwa watu ambao niliamini kabisa kwamba huu mchezo utakuwa mgumu sana na pengine unaweza usizalishe mabao mengi. Na nilikuwa sahihi. Unajua kwa sababu gani? Azam FC nikurudisha kidogo nyuma kwenye record. Azam FC mpaka wanaingia kucheza na Yanga walikwenda mechi 13 by the way bila kupoteza mchezo. Na of course hiyo inakuwa ni kwa mara ya kwanza ya kufanya hivyo, kwenda mechi 13 bila kupoteza mchezo tangu mwaka 2019. Nafikiri kocha alikuwa Hans van der Pluijm kipindi hicho 2018-19. Inakuwa hiyo ni kwa mara ya kwanza, lakini vile vile waliconcede mabao 4 katika mechi 13, ikiwa ni mabao machache zaidi tangu mwaka 2019 pia chini ya Hans van der Pluijm. Na hapo nafikiri unapata ugumu au picha ya jinsi ambavyo Azam FC msimu huu wamekuwa wagumu kufungika, lakini wamekuwa wagumu pia kuconcede mabao, kwa sababu hivi vitu ni rare sana kuvikuta kwa Azam FC. Na of course wana kocha mzuri Florai Benge, ambaye miongoni mwa strength zake ni pamoja na kuwasoma wapinzani wapi ambako wako bora. Sasa watazamaji wetu wanaweza wasijue wapinzani wa Azam FC ambao ndo Yanga wana ubora gani, lakini Azam wenyewe anacheza vipi na Yanga wana ubora gani. Kwa hiyo mimi niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia tu matukio ya kiufundi ya mchezo wenyewe kama ulivyonitaka, kwa sababu unajua muda mwingine hukumu inatolewa na watu ambao sio watu wa mbinu. Yani mambo ya kimbinu yanatakiwa yatolewe kimbinu. Usilete mambo ya kimbinu afu unaleta hisia kwenye mambo ya kimbinu, unaona Kwa sababu nimeona kama kuna namna huyu kocha Pedro Gonçalves anashambuliwa sana, wakati ni bonge moja la kocha, ni kocha mzuri sana. Azam FC ni timu ambayo ina implement ile positional play. Manake timu ambazo zinacheza hii kwa kutumia falsafa ya positional play ina sifa zake, ikiwemo wachezaji kutawala maeneo muhimu, tunasema key zones, pamoja na kuwa na ile nidhamu ya maeneo, kwamba wanaweza wakawa wana interchange, lakini yani falsafa ya kwanza au jambo la kwanza ni kuhakikisha kila eneo linakuwa lina mtu. Zones, zile zones kunakuwa kuna mchezaji. Inawezekana wakarotate, lakini zile zones hazibadiliki. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, maeneo ya half space ndio yanatumika kama maeneo mama ya kushambulia. Eneo ambalo linapatikana baina ya central defender na beki wa pembeni, ndio tunaita half space, yanatumika kama maeneo mama ya kushambulia kwa kutengeneza mbinu mbalimbali, ikiwemo kuimplement zile triangles ambazo yani wachezaji watatu wanakuepo kaa pamoja ili kutengeneza uwezekano mzuri wa kupiga pasi, kufungua nafasi na kushambulia kwenye njia. Ni miongoni mwa hizo sifa za timu. Sasa ili kuzidhibiti, Azam si ndo anacheza hivi positional play, ili kuidhibiti unatakiwa ufanye nini? Ndio vitu ambavyo watu wanabidi wajue. Jambo la kwanza la msingi ni kuhakikisha unakuwa compact baina ya safu yako ya kiulinzi na safu yako ya kiungo. Hiyo ndo principle ya kwanza, kitu ambacho alikifanya 100% huyu Pedro Gonçalves, kwamba hawa Azam FC kwa sababu wana hatari na wanafanya positional play, natakiwa hizi zones nizidhibiti. Safu yangu ya kiungo itakuwa inacheza karibu zaidi. Nafikiri ulikuwa unaona Emid Mau jinsi ambavyo anacheza karibu na defense line, lakini alikuwa na implement ile structure yake ya kiulinzi. Maana yake bila mpira utaona nyuma kunatengenezwa mstari wa wachezaji watano. Obvious utaona winga anasogea chini zaidi kutengeneza mstari mmoja na safu ya ulinzi. Mbele yake kuna safu ya viungo watatu, na mbele kabisa kuna wachezaji wawili. Kitu ambacho katika mchezo huo hata Yanga walikuwa wanakifanya hivyo hivyo. Sio, inaendelea vizuri. Kwa hiyo hicho, lakini jambo la pili ni kuhakikisha kwamba una protect
key zones, yale maeneo ambayo wao wanapenda kushambulia, ikiwemo maeneo ya half space ambayo nimetoka kusema ndio maeneo mama wanaopenda kushambulia. Sasa half space ili ushambulie na unajua Azam wanafanyaje. Kwa mfano mchezo dhidi ya Coast utaona kuna bao ambao walilifunga, nafikiri ilifungwa na Faisal Salum, yes, kutokea pembeni. Ilikuwaje? Pascal Msindo alikuwa na mpira kwenye build up zone, akasogea na ule mpira akamdrag winga wa Coast. Kumdrag winga wa Coast, nyuma yake kulikuwa kuna Faisal Salum, nafikiri kulikuwa kuna Idinado ambaye ndo aka receive nyuma sasa katika ile space ambayo imeachwa na winga, akaipiga kwa Fei, akakokota akaipiga kwa Fei akaingia ndani ya box akafinya madefender akafunga bao. Sasa namna ya kuprotect hii, unajua mwanzo Yanga walianza na kuzuia kwa 4-4-2, manake bila mpira unaona kulikuwa kuna Mudathiri na Dadepu juu, alafu Dube anakuwa anaungana na safu ya kiungo nyuma walinzi wanne, 4-4-2 yani. Lakini Azam walikuwa wanatengeneza mashambulizi nyuma, wana mabeki watatu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wale wachezaji wawili wa mbele wa Yanga ambao ndo wanaanzisha kutoa shinikizo, kufanya pressing, labda wanakuwa wawili dhidi ya mabeki watatu. Kwa hiyo kuna mbeki mmoja anakuwa free. Kwa hiyo ni rahisi sana yule beki mmoja ambaye yuko free kusogea mbele na mpira na kumdrag labda kiungo au winga wa timu pinzani kuja kumpress na kuacha space kwenye maeneo ya pembeni, ikapigwa pasi za 1-2, watu wakacombine wakaenda kutengeneza nafasi ya hatari. Kocha kufanya akachange, akawa anatumia sasa 5 3 2, kwamba nia na madhumuni ni kwamba kule nyuma kwenye safu ya ulinzi wa protect yale maeneo ya half space, kwamba hata kama itatokea kuna Faisal ataomba mpira baina ya mistari, ambaye ndio mchezaji ambaye mara nyingi ndio wanamtegemea kwenye progress mashambulizi na kumpenyezea hiyo penetration na vitu kama hivyo, anavyo receive mpira kwenye maeneo hatari, kunakuwa ni rahisi winga wa timu pinzani kumzuia. Wakati anamzuia yule seme fullback wa Yanga ambayo ndio Israel Patrick Mwenda kwa upande wa kushoto, kwa sababu Azam wanapenda kushambulia upande wa kushoto, anakuwa anasogea ndani zaidi kucheza karibu na mabeki wake wakati na kuprotect ile eneo la half space, kwamba hata kama itatokea amereceive akalazimisha kupiga pasi, inakuwa ni rahisi yule Israel Mwenda kudili na nani, na winga labda Idi Nado ambaye atakuwa ndani ya space. Sinanielewa vizuri? Kwa hiyo inakuwa ngumu pale kuweza kupitisha mipira pale, kitu ambacho alikuwa very correct. Tunaelewa vizuri. Lakini jambo jingine ni kuhakikisha tu kwamba ana capitalize kwenye mashambulizi yake, ikiwemo kuwa quick kwenye kufanya reactive, especially wanapowin mipira na vitu kama hivyo. Na ilikuwa kuna moment ilitokea ambayo Alan Okello alipiga pasi kwa Maxim pia Nzengeli, probably ilipaswa kuwa goal scoring opportunity, lakini kama kawaida tunajua wa vibendera wetu tena hivi Dula, shida ya malaismen tumeona kwa tuanzie mbali, tuanzie visiwani Zanzibar ambako mpaka Izungu akatoa na wimbo matatizo kama bado yanaendelea, adhabu zinatolewa. Jana kwenye mchezo mkubwa imeonekana matukio hayo mawili, na tukio la penalty na tukio la hiyo alitafsiri kama offside. Ukiwa nje unatazama, yakirejea kwa mrejeo inaonekana kama tukio ambalo likopo sio offside na ile kwa tukio la penalty. Kwa upande wako wewe ni mchambuzi, unadhani labda kitu gani ambacho wanatakiwa kiweke bodi ya ligi kuona kwamba hivi vitu vina, hata kama vipungui basi viondoke kabisa? Hapo labda VAR kaka, kwa sababu nafikiri katika kitu kigumu ambacho kinahitaji umakini sana kwenye maamuzi ni offside, especially kwenye hizi timu ambazo zinacheza sana, yani safu yao ya ulinzi inacheza mbali sana, kwa sababu yule linesman anatakiwa asimame kwenye mstari mmoja na beki wa mwisho wa timu ambayo ina defend. Akati anaangalia beki wa mwisho wamesimama vipi, anapaswa pia angalie vitu viwili hapo. Mchezaji wa mwisho wa timu inaoshambulia kama amezidi au amesimama sambamba na yule beki, sio, unanielewa vizuri? Atrack ile mikimbio yake kabla ya mpira haujatoka kama Rezman na mwili kama wangu hapa nakula kwake. Yani issue sio hata kukimbia. Yani issue ni ile moment mpira unatoka, yani aweze kungamua haraka kwamba mpira ndio unatoka. Kwa mantikio kuna shida kwa Rezman wetu kujua matukio. Yani hilo ngoja ngombe kitu kimoja. Hilo hata Ulaya alikuwa linasumbua. Yani wewe offside inaanza kupimwa pale mpira unatoka mguuni. Wewe utakuwa na uwezo wa kuangalia muda huo sekunde hiyo kwamba
mpira ndo unatoka. Yani ni ngumu, sijui unanielewa vizuri. Na ndio maana hata Ulaya siku hizi baada ya introduction ya VAR, muamuzi kama akiona kuna namna hajaona au nini na nini, na anaacha move iende mpaka goli lifungwe ili likawe checked kule, kwa sababu unaweza ukanyanyua watu wakashindwa kuendelea na move, kumbe ikawa sio offside, ikawa ni nafasi ya wao pengine kwenda kuandika bao. Kwa hiyo mimi siamini kwamba wanafanya maksudi au wanapenda ile wanavyofungiwa, siamini. Lakini ugumu unakuja hapo, kwa sababu wewe tuchukulie saa ulikuwa ushaona kabisa huyu yupo nini, ghafla binivu yuko peke yake kule. Hata kama mpira wakati unatoka alikuwa anasogea, ameshindwa kuzisoma zile runs, ni ngumu sana kaka. Yaani akiwa peke yake lazima utahisi tu ameotea. Kwa mantikio jana Yanga wamenyongwa. Of course kimaamuzi Yanga nafikiri ndo wanapaswa kulalamika zaidi kuliko Azam FC. Hilo mimi naona halina shida, kwa sababu hata mwishoni kulikuwa kuna incident ambayo pengine ilipaswa kuwa penalty. Very clear kabisa. Kwa sababu Yerson Fuentes, of course kuna watu wanaleta mjadala kwamba kulikuwa kuna mguso wa mpira, lakini wanapaswa kuelewa kwamba ile challenge ilivyofanywa mpira, yani Dube alivyo, yani sijui niwaeleze vipi. Ipo hivi, kuna challenge ambayo unaifanya kwa ajili ya kwenda kuugusa mpira uondoke. Ndio. Alafu kuna challenge ambayo nakuja kuhakikisha na grab yule mchezaji mwenye faida ya mpira asiweze kwenda na safari yake. Katika kufanya hilo tukio langu, ule mpira ambao tayari alikwisha ucheza yule mshambuliaji ukaenda ukagusa mguu wa yule ambaye ameenda kuchallenge, hiyo inapaswa kuwa penalty. Sio, naelewa vizuri. Na impact ya mpira ambao umeguswa kwa ajili ya kutolewa kama kwenye njia, na impact ya mpira unaoenda kufuata mwili ni vitu vili tofauti. Kwa jinsi ambavyo aliingia yule Yerson Fuentes, kama angeugusa kwa nguvu ambayo alipaswa kuingia, ameingia nayo na alikuwa na hiyo nia na vitu kama hivyo, mpira ungeenda mbali kidogo. Lakini ule mpira ni kama vile Dube alikuwa akashamfanyika kumdrift yule defender pale, katika kuugusa hivi kwa sababu Yerson Fuentes alikuwa kanyosha mguu, ukaenda ukagusa kwenye mguu wake, na sio, unaelewa vizuri. Lakini bado Yerson Fuentes akaendelea kuweka mguu wake kuashiria kwamba wewe huwezi kwenda, wakati mbele kulikuwa kuna space ambayo Prince Dube angeweza kuitumia ile space kuweza kutengeneza shambulizi la hatari. Kwa hiyo amenyimwa ile goal scoring opportunity, au amenyimwa ile nafasi ya kutengeneza shambulizi la hatari. Kwa hiyo ilipaswa kuwa penalty, na probably alipaswa hata kupewa na yellow card kidogo ya kumsindikizia. Kwa hiyo kwa upande wangu anayepaswa kulalamika kuhusiana na maamuzi mabovu au hizo changamoto ndogo ambazo zimejitokeza kwenye mchezo ni Yanga, sio Azam FC. Lakini Azam tu nawapongeza kwa sababu ni timu ambayo msimu huu somehow imekuwa strong especially kwenye kuhakikisha kwamba hairuhusu sana mabao. Nimetoka kukuelezea kidogo rekodi zake hapo, lakini vile vile inakwenda mechi yake ya 14 unbeaten. Of course inakuwa ni kwa mara ya kwanza toka mwaka 2019 kwenda na fomu hii, na 2018 pia walikwenda mpaka mechi 16 za kwanza pasi na kupoteza. Kipindi hicho kocha alikuwa Arestika Siwaba kama sikumbuki vizuri, na dhidi ya Brugge nafikiri pia 2018-19 walikwenda mechi 16 za kwanza pasi na kupoteza mchezo. Kwa hiyo wako mechi mbili nyuma kabla ya kufikia hiyo rekodi ya 2018-19, lakini rekodi yao kubwa ya kwenda mechi nyingi zaidi bila kupoteza ni msimu ambao walitoa ubingwa 2013-14 ambapo walikwenda mechi 26 pasi na kuonja kufungwa ndani ya msimu mzima kwenye ligi na kutoa ubingwa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nimpongeze Florent Ibenge kwa hii performance ambayo ameionyesha ya kwenda mechi 14 so far bila kupoteza, na kuwa miongoni mwa makocha wanne ambao wamefanya hivyo wakiwa na Azam FC. Yeye nafikiri ni watatu, sio wanne, watatu wakifanya hivyo dhidi ya wakiwa na Azam FC, na amekuwa na rekodi zake ambazo amekuwa akiziweka. Kwa mfano hata akiwa Al Hilal alisaidia timu hiyo kuweza kushinda mechi 3 mfululizo za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Al Hilal, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia yake, na kuisaidia kufuzu robo finali mwaka 2024-25, ikiwa ni of course ni kwa mara ya kwanza toka 2015, kwa sababu walikwenda consecutively misimu 7 mfululizo wanacheza kwenye group stage bila kwenda hatua inayofuata kabla ya kuja Florent Ibenge na kuwapeleka. Kwa hiyo Azam FC wameinvest kwa kocha ambaye anajua kitu gani
anakifanya, na ndio maana jana mechi ilitawaliwa sana na mbinu. Sasa sisi Tanzania tulivyo, mechi ikitawaliwa na kimbinu, ikitawaliwa sana kimbinu, hatupendi. Unaona kama mbaya. Yani tunaanza kuamua matukio, bana huyu afukuzwe, huyu aende, kwa sababu umeona uelewi mpira unachezwa vipi na nini. Kwa hiyo mashabiki wa Young African ambao wanamlaumu Pedro Goncalves hawajui boli. Siwezi kusema hawajui, kwa sababu shabiki hatakiwi, yani si hawajui mbinu. Unajua nikwambie kitu, shabiki yeye ni mtu ambaye anaendeshwa na hisia, kwa hiyo uwezo, lakini ukija kwenye principles za jinsi ambavyo kocha anatakiwa akabiliane na timu za aina ya Azam FC, alikuwa sahihi 100%. Yani jana alikuwa very correct 100%, na alikuwa karibu zaidi na kushinda mchezo kuliko Azam FC. Sawa. Tushazungumza kuhusiana na Alan Okello. Anazungumzwa sana kuonekana kama ni mchezaji ambaye alitajwa sana lakini haperform vizuri. Katika mchezo wa jana, katika michezo ya hivi karibuni, unamuona Okello yule ambaye alikuwa anatajwa Uganda anaanza kuonekana katika viunga vya Tanzania, hususan ndani ya kikosi cha Yanga na akiwa na impact? Unajua Alan Okello ni mchezaji ambaye mimi naamini atakuja kufanya vizuri, kwa sababu miongoni mwa sifa yake ni pamoja na kuanza vibaya. Hiyo ni kitu ambacho yupo nacho, kwa sababu hata Vipers misimu yake miwili ya kwanza alianza hivi hivi. Msimu ambao alifanya vizuri zaidi akiwa na Vipers, unaelewa, msimu uliopita alifunga goli 19, lakini katika hizo goli 19 mechi zake 4 za kwanza consecutively hakutoa assist wala hakufunga bao, kabla ya kuja kufunga bao katika mechi nafikiri dhidi ya Wakiso Giant kwa penalti tena, kama ambavyo amefanya dhidi ya Yanga. Alafu baadaye, baada ya kufunga ile kwa penalti na nini, tu akagain momentum, akakuwa na muendelezo mpaka mwisho. Lakini msimu wa nyuma yake pia the same, alikwenda nafikiri mechi 6 mfululizo bila hata kuanza kwenye kikosi cha kwanza, akawa introduced kwenye mechi ya 7 dakika ya 70 na kitu, akichukua nafasi ya Abdul Lawal. Mechi ya 8 ndo anakuja anafunga bao lake la kwanza. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye huwa anaanza hivyo, yani kama hayupo na nini, kadri muda unavyozidi kwenda unaona ana change, anabadilika lakini kwa ligi yetu anapaswa pia kufanyia kazi physical fitness yake, anatakiwa again maso kidogo na nini. Naona kama somehow kunajua jana kwa mfano kuna muda alikuwa anabidi kuja kusogea chini, kuja kusaidiana na Israel Mwenda, kwa sababu Azam FC miongoni mwa sehemu ambazo wanaenjoy kushambulia ni maeneo ya pembeni, especially upande wa kushoto ambako jana alikuwa anacheza Israel Mwenda. Fei anasogea huko, Pascal Msindo pia anasogea huko, Idinado pia ndo maeneo yao, yani muda wote huko panakuwa pana heka. Kwa hiyo kuna muda alikuwa anasogea kumsaidia yule Israel Mwenda, akawa dragged na Faisal Salum, alienda kupiga tackling ambayo yani hivyo, akawa dragged Fei akaondoka, pamoja na kwamba yule Alan Okello alimfika Fei kwenye mwili, lakini ile strength ya Fei, physical presence yake ikafanya akaondoka Zifu aje ameguswa na kama kipepeo tu. Kwa hiyo ile physicality yake anapaswa kuifanyia sana kazi ili aweze kumatch ile intensity ambayo inapatikana kwenye ligi ya Tanzania na matumizi ya nguvu ambayo yanatumika hapa, lakini uwezo wake wa kiufundi mimi sina shaka nao. Kuna pasi moja aliipiga jana ambayo nilitoka kuzungumzia dakika kama 28 hivi na sekunde 25 ambayo ilienda kuamuliwa kama offside, lakini haikuwa offside. Pengine angekuwa karibu zaidi kutengeneza assist kwenye mchezo mkubwa jana, lakini vile vile kuna attempt ambayo aliifanya, ambayo alipiga shuti la chini chini la kuburuza ambalo lilienda nje kidogo ya lango. Pengine ilikuwa miongoni mwa tukio la hatari zaidi ambalo limetengenezwa katika mchezo wa jana, na hilo uwezo ukaacha kulicount. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nafikiri alikuwa karibu zaidi kuwapa Yanga matokeo, aidha kwa assist au kwa kufunga, na story ingekuwa imebadilika kwamba Alan Okello amefanya hivi. Kwa mfano angeamua ile mechi aidha angeassist au kufunga, story ingekuwa imebadilika, lakini of course kwa sababu ndo hakuwa na bahati hiyo jana, mechi imeisha bila, ndo maana unaona kuna hii mambo ya hivi na hivi, lakini ni mchezaji mzuri sana namuona. Sawa, tumalizie na Simba na kibarua dhidi ya Pamba tarehe 19. Pamba ambao wametoka sare na Azam 2-2, Simba ambaye mchezo wake umeahirishwa dhidi ya TRA. Tutakwenda kutegemea mchezo namna gani, Simba akiwa anahamasika zaidi na sare ya Yanga dhidi ya Azam? Mchezo utakuwa mzuri sana. Unajua Pamba ni miongoni mwa team strong, afu zinajua yani kujiweka mchezoni, hazikati tamaa, unaelewa. Ni kwa bahati mbaya huo mchezo nafikiri Azam ndo walitangulia, alafu wao na maanisha Pamba walitangulia alafu Azam ndo wakachomoa. Kwa hiyo wanatoka kwenye kipindi ambacho wametoka kupokea funzo. Unanielewa vizuri? Wametoka kupokea funzo kutoka kwa Azam FC. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo kama itatokea wametangulia, basi Simba wanaweza wakapata ugumu sana kuwafungua, lakini
kwa Simba hawawezi kuwapa nafasi hiyo ya kuwaacha Pamba watangulie. Naamini watajitahidi sana Simba kuhakikisha kwamba wanawatawala muda mwingi, kama ambavyo Simba imekuwa sifa yao ni kuwatawala na kuhakikisha kwamba wanawanyima nafasi na uhuru wa kuweza kujenga mashambulizi na kuwalazimisha muda mwingi wao wanafikiria kudefend na kuwaondolea kabisa ile ubora wao kwenye kushambulia. Unajua tena. Kwa hiyo wanakuja wanakutana na kipindi ambacho tayari mechi yao imeongezeka ugumu kwa sababu ya matokeo ya Dar es Salaam Derby. Kwa sababu of course Simba hafikirii kuangusha alama hivi karibuni ili kuweza kukapitalize kwenye hili gap la alama. Umeelewa vizuri bwana? Kwa hiyo kwa kifupi Pamba wamejichanganya baada ya hii dabi ya kuisha kwa sare. Naona kabisa kama Pamba wana mlima wamejichanganya, kwa sababu ni kama wanakutana na Simba ambaye ana njaa alafu anaona swala huyu hapa. Na Simba amepumzika kwa sababu mechi na TRA kucheza ndio imetokea changamoto hizo za hali ya hewa, uwanja umejaa maji na hivyo. Kwa hiyo wanapata muda mrefu wa maandalizi hapa. Kwa hiyo sioni namna kama anaweza akatoboa huyu Pamba, simuoni. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru, asante sana.